Sasa hivi watu wanadhani wanaweza kuendesha injili ya Yesu kwa sababu wameenda shule. Sikiliza, injili ya neno inaenda na neema na ufunuo, not a research. Mungu hafanyiwi research. Mungu hahubiriwi na kuinuliwa na maprofesa waliyefanyia research elimu. Mungu anahubiriwa na kuinuliwa na watu waliopokea neno na kupokea neema na roho yake. Wow. Kwa sababu watu wa elimu wanafanya research, wana hekima za dunia. Ndio maana akasemaje kuhusu wenye hekima? Anawashusha chini. Maana wanatumia hekima ya taaluma baada ya kutumia ufunuo. Mungu anatumia ufunuo. Mungu atufanyie uchunguzi. Malizia mstari wa 26. Mstari wa 26 nasema. Anasemaje? Nilithibitishaye neno la mtumishi wangu. Sio lake yeye sasa. Hajasema nilithibitishaye neno langu. Cha kwanza Mungu anasema anathibitisha neno la mtumishi wake. Mtumishi wake ni nani? Aliyebadilishwa na neno lake. Kwa neno la Mungu likikubadilisha, neno la Mungu likiwa roho kwako, ukiliweka, Mungu pia anathibitisha neno lako linakuwa lake. Ndio maana akasema nilithibitisha neno la mtumishi wangu. Ina maana hapo mtumishi wa Mungu pale anaposema yule atakayefanya mapenzi yangu ndiye atakaye ufalme wa mbinguni, na maisha mapenzi yake ndio hayo sasa katika hayo matatu. Ndio hayo. Wow. Unasikia nasema hebu maliza, nithibitisha neno la mtumishi wangu. Neno la mtumishi wangu. Kwa hiyo Nyaboke ameuliza shida iko hapo. Tumekubali kwa watumishi wake. Ndio. Ukiwa mtumishi wake, tafuta tabia zake, kweli yake, uaminifu wake, kamilifu wake. Ndio alifanya Ayubu, ndivyo alivyofanya Ibrahimu, na ndivyo Yesu alivyotuambia na sisi tuwe. Kwenye kile kitabu cha Mathayo ngapi ile 19. Ndivyo na sisi tunaambia tuwe, kuweni wakamilifu maana baba yenu wa mbinguni ni mkamilifu. Kwa hiyo niongee tu na watazamaji wetu. Mungu mmoja anaanza kuthibitisha neno la watumishi wake. Inasemaje kwenye umemaliza? Na kuyafikiliza mashauri ya wajumbe wangu, niwaambiaye Yerusalemu utakaliwa na watu. Kufikiliza mashauri ya wajumbe wake, maana waliobeba neno lake. Sasa anasemaje Isaya 55:11? Twende kumalizia. Isaya 55:11 inasema. Anasemaje? Ndivyo litakavyokuwa neno langu. La nani huyo? La Mungu. Kwenye Isaya 44 anatimiza neno la nani? La mtumishi wake. La mtumishi wake. Kwa hiyo kuna neno la mtumishi wake na neno lake. Vyote sambamba ili vilete matokeo. Vyote vinaleta matokeo. Kwa hiyo lazima ukae kwenye nafasi ya utumishi wake, uwe na tabia zake ili atimize neno lako. Lakini pia anatimiza neno lake. Malizia hiyo. Litokalo katika kinywa changu halitanirudia bure. Bali litatimiza mapenzi yangu, nalo litafanikiwa katika mambo yale niliyoyatuma. Isaya 44 neno la mtumishi wake Mungu analitimiza. Ndiyo. Isaya 55 huku ni 4 huku ni 5. Isaya 55 Mungu anatimiza neno lake yeye, linatimiza mapenzi yake yeye, na alichokiwa kwenye hili neno na chenyewe kinatokea. Na Isaya 44 anatimiza neno la mtumishi wake, kilichoko ndani ya mtumishi wake kinatimiza mapenzi yake. Hiyo ndiyo ilivyo tabia ya utimilifu wa neno. Anayelinena neno, tabia zake ina matokeo, na lile neno lenyewe tabia zake ndio utimilifu unavyotokea. Kwa hiyo niende kwa watazamaji wetu na niwaambie siku hii ya leo, natamani sana ukabadilishwe. Ni mtumishi wa Mungu, kuwa na tabia za Mungu, kuwa na ukamilifu, kuwa na uaminifu, kuwa na uelekevu, kuwa na kweli, ili neno lako likatende kazi. Lakini angalia tabia ya neno. Neno ni kweli, neno limehakikishwa. Je, unataka Mungu ahakikishe neno lako? Kama umelisikia la kwake yeye, shika la kwake, amini la kwake, na nenda kaombe roho ya ile neno, mapenzi yaliyo kwenye lile neno yakatimie kwako. Kwa maana Mungu akasema, ninalitimiza neno langu, linatimiza mapenzi yale niliyolituma. Nikuombee mtumishi wa Mungu, mapenzi yaliyo katika lile neno ambalo unaliamini toka Mungu yakatimie, na mapenzi yaliyo katika kipindi hiki ambacho ni kufungua, kukupa malisho na kuona utukufu, ukaombe sawasawa na neno na vikatimie kwako. Usisubiri mtu mwingine akupandie, usisubiri mtu mwingine apalilie, usisubiri mtu mwingine apandie mbolea. Shika neno, omba neno, tena sawasawa na neno. Badilika, dhamiria neno lako ni sawasawa na neno la Mungu.
Kama alivyo wa udongo ndivyo alivyo wa udongo, kama alivyo wa mbinguni ndivyo alivyo wa mbinguni. Uokovu wetu ni kutubadilisha toka wa udongo kwa wa mbinguni. Anza kutembea na neno la mbingu na roho ya mbingu, na kila kitu kikaitike na kukupata toka mbinguni. Nikutamkie neno hili kama kwani, kama umeelewa somo hili, maana mema ya mbinguni ambayo umeamini neno la aliyetoka mbinguni yakakujilia, hayatozuiwa na watu wa dunia, maana aliyetoka mbinguni alituletea mbinguni. Baraka za mbinguni zikakuandame, mema ya mbinguni zikakuandame, na umande wa madirisha ya mbinguni ukakunyeshe kazi yako, vipawa vyako, kalama zako, sawasawa na neno uliloliamini, na Bwana aliye Mungu akatimize kwa utukufu wa jina lake. Amen. Mungu abariki, tuonane kipindi kijacho. Asanteni sana. Amen. Mtu wa Mungu, andika amina hapo kubwa sana kwenye comment section. Kwa nini nakwambia hivyo? Weka muhuri, gongea muhuri haya maneno au maneno haya muhimu ambayo mtumishi wa Mungu ameweza kumalizia hapa na wewe. Hivi katika haya maswali ambayo umeyapata, au tuseme specific kwenye swali hili la mwisho la Nyaboke, nadhani kuna pointi muhimu sana, au nisiseme point, niseme kodi muhimu sana, hasa hapa wakati anamalizia kwenye swali la Nyaboke. Na ndio maana nashukuru sana nyinyi ambao mnauliza maswali, ambao mnatendea kazi neno. Nashukuru sana. Kuna kodi muhimu sana ambayo nadhani hata wewe, sidhani kama ulikuwa unaifahamu, lakini kama ulikuwa unaifahamu basi una heri, kwamba tunataka matokeo ya neno. Tunaenda kanisani, tunaenda tunahubiriwa sana, tunasikiliza sana, tuna receive sana. Jamani, tuna receive, sio mchezo. Yaani kama ingekuwa tunapokea, tuna receive vile ambavyo tuna receive kazini, kama ndio ningekuwa tukitoka hapo tunaenda tunaiona, kienda kuna maskini kabisa. Yaani hakuna ambaye angelia na changamoto yoyote kwa vile tunavyo receive. Sasa yale maswali sasa, kwa nini hayawi? Kwa nini hayatokei katika kinagaubaga, hatuyaoni? Kodi ni hii hapo sasa, kwamba tabia ya aliyelibeba neno. Umetamkia receive receive, yaani pokea ndoa yako, pokea hichi, pokea hichi. Je, ndani yako umebeba tabia ya aina gani? Jamani, tumethibitishwa kwamba hapa Mungu hasemi uongo. Mungu ni kweli, neno lake ni kweli, Mungu ni mwaminifu. Nikija kwenye upande wa wenzetu wa Islam, wanakuambia alama za munafiki ziko 3, kwamba akisema anasema uongo, akiaminiwa haaminiki, huwa anazusha mambo mengi. Sasa hizo ni alama za, inamaanisha kwamba hizo tu ni kwamba ni alama za mtu ambaye wewe sasa hivi unalalamika kwamba sipati matokeo ya lile neno. Kwa nini? Sasa kodi tunayo, tunaambiwa tuenende kama tabia za Mungu, kwamba ya kwanza ni kweli, tuwe wa kweli, tuwe waaminifu, tuenende katika ukamilifu. Ni agizo ambalo Bwana Yesu tunayemwamini, tunamlilia kila siku, Mwokozi wetu, tunamlilia Mwokozi wetu, naomba unipe faida, unipe nini, ametuagiza. Sasa kama hatufuati maagizo yake, vile tutapata matokeo kweli jamani? Ndio maana nasema jamani, Fuata Sharon Glorious ni zaidi ya kipindi. Believe me nikisema zaidi ya kipindi. Na mimi hata na wewe mpaka sasa unaweza kupata mwanga sasa. Umeweza kupata ile picha ambapo tunasema kwamba ni zaidi ya kipindi. Tunafunguliwa njia, tunafunguliwa fahamu, tunafunguliwa akili zetu, tunafunguliwa mioyo yetu, nafsi zetu, kila kitu. Tunafunguliwa, tulikuwa tuko kwenye minyororo mingine, tulikuwa kwenye giza, tunafunguliwa milango tuweze kuona nuru ya Kristo. Maalisho ni kama haya. Sasa hivi unapandiwa kitu. Na mruhusu kufuta sasa yale, ili uweze kuenda kwenye ule ujasiri na uweze kuenda katika tabia hizi, ualign na zile tabia za kimungu, tuweze kuona matokeo. Jamani, tukireceive tu receive kweli, tukitembea katika lile neno, tunaona matokeo. Tusilaumu tu, tusishie kwa laumu watumishi wa Mungu, tusirishie kwa laumu wahubiri, tusishie kwa laumu wa mitume na manabii wanaotutamkia maneno ya baraka. Sasa umeweza kujua leo. Sasa tendea kazi neno hilo tu na kwangu. Nikutakia jioni njema. Ulikuwa na Mizeituni Hamisi. Basi nikushukuru, nikutakia wakati mwema. Bye bye. Kutana na kuhani James Nyasika. James Nyasika ni kwenye kipindi cha Fuata Sharon Glorious kila siku ya Jumanne na Jumamosi. Muda ni saa 12 jioni.